naitwa Dickson Matata. Mimi ninataka kuzungumzia mambo mawili au matatu, na hasa yanahusu mteja wetu Tundu Antipas Lissu, ambaye sisi kama mawakili wake ametutuma. Nasema ametutuma kwa sababu kwa nyakati tofauti tumeenda kuonana naye, na amekuwa akitueleza vitu ambavyo ametaka tuwafikishie Watanzania na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kama mtakumbuka, tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2025 tulifanya press conference. Katika press ile, moja ya kitu ambacho tulikiadresi na kukipeleka kwa umma ambacho alikisema Peter Kibatala ni kile ambacho Tundu Lissu mwenyewe alimwambia kwamba anataka kufanya mgomo wa kutokula chakula kutokana na kutokutendewa haki au kwa kuwa mistreated anapokuwa kule gerezani tangu alipohamishwa kutoka Keko na kupelekwa Ukonga. Sasa leo nitaeleza kifupi hali ya Tundu Lissu kule gerezani. Kimsingi, baada ya maamuzi yaliyotolewa tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2025 na Mheshimiwa Hakim Geoffrey Muhini pale Kisutu, ambapo alitoa amri kadhaa ambazo tayari mwenzangu amezizungumzia, hali ya gerezani kidogo imebadilika. Ninaposema imebadilika, maana yake ni kwamba zile mistreatment alizokuwa anafanyiwa zimeondoka. Anapata chakula vizuri na huduma nyingine za kimagereza. Ndugu wanaenda kumtembelea. Mwanzoni mtakumbuka alikuwa anakataza sio tu mawakili, lakini pia ndugu alikuwa anakatazwa kwenda kumuona na vitu kama hivyo. Kwa hiyo swala la visitation, kwenda kumtembelea, ni swala ambalo kwa sasa sio shida tena kwa ndugu, jamaa na marafiki. Na hiyo ni haki kabisa ya mtu ambaye yuko rumande kwenye magereza yetu, hasa kupitia sheria inaitwa the prison ndani ya mabano Prison Management Regulation ya mwaka 1968. Ukisoma kanuni ya 9 inaeleza haki za mtu ambaye yuko rumande, ikiwemo kupewa magazeti ili aweze kusoma, kucheza michezo mbalimbali ambayo inapatikana ndani ya gereza kama mpira wa miguu na kadhalika, lakini pia kusikiliza redio au TV ili kuweza kujua nini kinaendelea nje ya gereza, ni haki yake. Kupokea barua kutoka nje ya gereza, of course kuna utaratibu wake wa namna ya kuipokea hiyo barua, kwa sababu lazima waipitie waone kama haiwezi kuhatarisha usalama na kadhalika. Shida ambayo ipo ni kwa sisi mawakili wake, hatujapata ile haki ya kufanya consultation. Tumepewa haki ya kwenda kumuona, visitation. Kuna utofauti wa visitation na consultation. Visitation kwa mjibu wa hii sheria niliyoitaja ya prison ndani ya mabado Prison Management Regulation ya mwaka 1968, ni ile ambayo mtu ukienda unamuona na unaongea naye kwa dakika 15 tu, na baadaye unaweza kuambiwa uondoke, ama kwa kuomba bwana jela anaweza kukuongezea mpaka ikafika nusu saa. Sasa sisi hatutakiwi kupewa haki hiyo ya visitation ya kupewa dakika 15. Sisi kama mawakili wake tunatakiwa kupewa nafasi ya kuweza kukaa naye kwa muda wa kutosha, na tuweze kuongea naye, tushauriane naye, na aweze kutoa maoni yake juu ya kesi yake, lakini pia na sisi tunaona nini tuweze kumshauri. Sasa hiyo haki sisi kama mawakili wake hatujapewa mpaka sasa. Tukienda tunaongea naye sana kwa kama visitation, na ni kwa mara nyingi ni kwa simu. Kwa nitoe wito kwa gereza na mkuu wa magereza Ukonga aweze kuhakikisha haki hii anairuhusu, kama ambavyo kifungu cha 13 cha sheria hii ya prison ndani ya mabano Prison Management Regulation ya mwaka 68 inavyotaka.
Na niseme tu kwamba kwa sababu kesi inakuja tarehe 19 mwezi wa 5 2025, sisi tunajipanga hapa karibuni kwenda kukutana naye ili tuweze kuongea naye na kufanya consultation naye, ili tunapokuja tarehe 19 wote tuwe na kitu kimoja, kwa maana mteja na sisi tuwe na common understanding juu ya nini kitakachofanyika.